Je, unafahamu ya kwamba wivu hauanzi kwa kumchukia mtu? Leo nitakufundisha wivu ni nini, chanzo chake, dalili zake na dawa zake. Wivu ni hali ya moyo ambao unaumizwa na mafanikio ya wengine, na ni kwa sababu haujajitambua kabisa wewe ni nani. Kwa sababu wivu ni kuoza kwa mifupa, yaani haupigi kelele, isipokuwa inakula mtu taratibu taratibu sana. Inakula akili yake polepole, furaha na mahusiano yake. Sasa wivu una vyanzo vikuu vinne ambavyo havitokani kabisa na yule mtu ambaye amefanikiwa, isipokuwa inatokana na mambo yafuatayo. Chanzo cha kwanza cha wivu ni ile hali ya kujilinganisha kupita kiasi, pale ambapo unataka kile alichonacho huyu ndio na wewe unacho. Wenzako wameolewa na unataka uolewe. Wenzako wamepata kazi na unataka upate kazi. Wenzako wamepanda cheo na unataka upande cheo. Wenzako wanafanya hiki na unataka ufanye hivi. Hali ya kujilinganisha, kuona ya kwamba unajilinganisha na watu wengine, hiyo ni chanzo cha wivu. Wivu husababishwa na kukosa shukrani kwa kile ulichonacho, kwa sababu binadamu wengi kwa kawaida tunapokuwa na vitu mbalimbali kwenye maisha yetu tunavichukulia poa. Tuna uhai, hatuoni kama ni wa thamani. Tuna afya, hatuoni kama ni ya thamani. Tuna kazi, hatuoni kama ni ya thamani. Tuna familia, huenda hatuoni kama ni ya thamani. Yaani ukiona kitu kwa muda mrefu ukikaa nacho, uthamani wake hupungua taratibu, na hivyo inasababisha kukosa shukrani kwa kile ulichonacho, na hatimaye unakiona hakina thamani, unadhani cha mwingine ndio kina thamani zaidi. 3, kujiona umeachwa au haukutendewa haki. Kujiona ile pale ambapo umeachwa, kwa maana umepitwa, pale ambapo unaona siku zimeenda, nyakati zinaenda, wewe ndio kama vile hujakuwa, hujafanikiwa, hujapiga hatua yoyote, na unaona kabisa, mbona wenzangu wananipita, mbona wenzangu wanasonga, mbona wengine wanaenda. Au pale ambapo unaona ya kwamba mimi bwana ninaonewa, mimi bwana mimi, yani kuona kabisa ukutendewa haki kunazaa wivu. 4 ni majeraha ya zamani. Tunakuwa katika background tofauti ambazo zinatengeneza vitu kama kukataliwa, kushindwa na hata kujutia, na saa nyingine vinaweza vikazaa wivu. Na isipokuwa wivu una dalili, yani hizi ukiziona ni dalili kabisa za mtu mwenye wivu. Mtu mwenye wivu hupunguza mafanikio ya wengine. Yaani mtu aliyefanikiwa anapopewa heshima, yeye anasema hiyo amebahatisha tu, anayapunguza yale mafanikio ya mtu mwingine. Lakini mtu mwenye wivu hafurahii habari njema, yeye hupenda habari mbaya ziwaangukie wengine. Tena ukikuta anamwamini Mungu, utasikia anasema Bwana ameteta nao wanaoteta nami. Lakini ukweli ni kwamba anaonea habari njema kwa watu wengine ni kama inampatia wivu, na hivyo anatamani wenzake wapate mabaya tu. Dalili nyingine ya mtu mwenye wivu husema sio kitu kikubwa hicho tu, sasa hicho nacho mnamsifu, mbona ni jambo la kawaida. Hupunguza kabisa, hupunguza jambo ambalo ni kubwa lionekane ni dogo. Mtu mwenye wivu ana tabia ya kutabasamu mbele na kuonekana ya kwamba amesapoti, lakini kumbe nyuma yake anaumia na kuumia na kuumia. Na jambo moja ambalo ni hatari kabisa, anaweza kumwomba Mungu lakini anamchukia aliyebarikiwa. Narudia tena, mtu mwenye wivu anaweza akawa ana maombi, anamwomba Mungu, anahubiri Mungu na anamwomba Mungu, lakini akiona mtu ambaye amebarikiwa anachukia. Tutapona dawa sasa yao kushinda wivu. Dawa ya kwanza kabisa, tambua nafasi yako.
Hakuna mtu ambaye ameumbwa kushindana na mtu mwingine. Ukijua wito wako, kusudi lako, malengo yako, mipango yako, vipawa vyako, wivu wenyewe utakukimbia, kwa sababu kila mtu ana maisha yake. Dawa ya pili ya wivu: shukrani kwa makusudi. Kwa sababu shukrani si hisia, isipokuwa shukrani ni nidhamu iliyo wazi kabisa. Kila siku, hebu jishukuru kwa mambo at least 3 tu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Mambo 3 tu ya kushukuru watu wanaokuzunguka. Tena wapongeze. Lakini jishukuru kwa mambo machache 3 tu ambayo umeyafanya siku hiyo au umeyapata siku hiyo. Kwa sababu akili ikijifunza kushukuru, wivu utakosa nafasi kwenye moyo wako. Dawa ya 3: badilisha kujilinganisha kuwa motisha. Badala ya kusema kwa nini yeye, sema kama imewezekana kwake, inawezekana kwangu pia. Yaani mafanikio ya mtu mwingine yasiwe tishio kwako, isipokuwa yawe ni ushahidi ya kwamba hata wewe unaweza. Kwa hiyo badilisha kujilinganisha kuwa motisha. Dawa ya 4: ombea yule ambaye unamwonea wivu. Hapa sasa ni pagumu kidogo, lakini sikiliza kwa umakini, kwa sababu hili ndio ambalo linaweza likafanya kazi kabisa kwa uzuri. Kwa nini? Huwezi kumwonea wivu mtu ambaye unamwombea kwa dhati, kwa sababu maombi hubadilisha moyo wako na sio yeye. Kwa hiyo ukiwa unamwombea, moyo wako unabadilika, badala ya kuzaa chuki unazaa upendo. Alafu 5: jenga uwezo wako. Hii ndio dawa kubwa kabisa, kwa sababu wivu hupungua unapokuwa bize kujijenga. Mtu asiye na mpango wa maisha yake, mtu asiwe na utaratibu wa maisha yake, huwa na muda mwingi wa kuanza kuchunguza wengine wanafanya nini, wengine wako wapi, wengine wana hili, kwa sababu yupo tu akichunguza ya watu wengine. Lakini ukiwa bize kujijenga, jijenge kiafya, jijenge kimwili, jijenge kiakili, jijenge kiroho, hauna muda wa kuangalia mambo ya wengine. Kwa sababu usipoyafanya hayo, wivu huleta athari mbaya zaidi kwenye maisha yako. Yaani huua mahusiano yako na watu wengine, huua furaha yako ya ndani, huua uwezo wako na ubunifu wako, lakini pia uchelewesha baraka zako mwenyewe. Kwa sababu Mungu hawezi kukuamini kwa baraka mpya kama una chuki na baraka za watu wengine. Hakikisha wivu umepona, kwa sababu wivu hauonyeshi udhaifu wa mwingine, ila unaonyesha jeraha lako. Mungu akusaidie. Sasa leo fanya mambo yafuatayo: chagua mtu ambaye unamwonea wivu, alafu muombee, alafu acha kujilinganisha, kisha ujijenge. Ukifanya hivi kwa wiki 2 mfululizo, akili yako itaanza kupona kwenye majeraha ya wivu. Asante. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya. Kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii, kiuchumi, mahusiano, afya ya akili, ofisi zetu zinapatikana Makumbusho, Dar es Salaam, Millennium Towers, floor ya kwanza, office namba 20, Vicious Therapy. Pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online. Book your sessions katika namba zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika account zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. Mtumishi wa Mungu Enson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali ikiwemo Mtu Yeyote Asikudharau. Kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii, lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii,
na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha Mirathi na Mtazamo wa Kiroho, Kisaikolojia na Kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi kwa kuangalia upande wa kiroho, kisheria, lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba unazoziona kwenye skrini yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima. Karibuni sana.